Mwingine tena, ili uweze kupata vitu bila kupoteza, lazima ubadilishe mtazamo wako pia. Bwana asifiwe. Ni lazima ubadilishe mtazamo wako kwenye kila mazingira. Badilisha mtazamo. Bwana asifiwe. Mtazamo wa mtu mara nyingi huwa unampa kile anachokiona au kile anachokitazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani vile unavyoona ndivyo utakavyokuwa wewe. Bwana asifiwe. Amen. Narudia tena. Vile utakavyoona, iwe kwa macho, sio macho haya ya nje, macho ya ndani. Natumia neno kuona kwa sababu ndio lugha ambayo naifahamu pia. Vile utakavyoona, au tuseme kuhisi, au vile utakavyoona ndani ndivyo utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Humu ndani ukiona siwezi, utaweza kweli? Ijapokuwa Mungu ametaka wewe uweze, ijapokuwa Mungu ametaka wewe upate, lakini ndani ukishaona hupati, utapata. Kwa hiyo rekebisha sana mtazamo wa ndani, namna unavyotazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kwanza tuangalie kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ya 13. Mstari wa 31, 32 na 33. Kitabu cha Hesabu. Mwenye Biblia vizuri atusomee baba. Mstari wa 31, 32 na 33. Mtazamo wako ni muhimu sana kwenye maisha yako. Mtazamo wako ni muhimu sana kwenye maisha yako. Vile unavyotafsiri jambo, unavyoliona jambo na kulitafsiri ndani. Vile unavyoliona jambo na kutafsiri ndani, ndivyo unavyopata lile jambo. Na nitakwambia kwa nini nimesema hivyo. Kitabu cha Hesabu sura ya 13, mstari kuanzia wa 31, 32. Amen. Bali wale watu walipopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda kupigana na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Sawa. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, walitoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu alikuwa amewapa ahadi wana wa Israeli. Akawaambia, hapa Misri mnapoishi sio kwenu, ila ninawatoa hapa, ninawapeleka kwenye nchi mnayostahili kuishi. Mungu akawaahidi, akawaambia ile ni nchi njema inayotiririsha maziwa na asali, yaani ni nchi yenye baraka nyingi. Sawa? Tafsiri, usiwaze kwamba kuna mabomba kule Kanaani yalikuwa yanatoa maziwa na asali. Lugha hii Mungu alitumia kwa maana kwamba nawapeleka kwenye nchi yenye baraka nyingi. Bwana asifiwe. Sasa Mungu wakati wako njiani, wale watu wakaonekana kama kukata tamaa. Mungu akamwambia Musa, hebu tuma watu waende wakaipeleleze nchi. Na lengo la Mungu watu wakaone uzuri wa ile nchi, halafu wakirudi huko watie moyo wenzao kwamba ile nchi ambayo Mungu anatupeleka kweli na baraka nyingi. Sasa wakaenda kuipeleleza nchi, watu 12. Sasa watu 10 wakarudi na habari mbaya. Yaani wakati wanaingia kwenye ile nchi, waliowakuta kwenye ile nchi ni majitu makubwa sana. Na baada ya kuwakuta majitu makubwa, lakini wakayaona ni mahodari.
Sasa angalia hapa, hawa watu wanatumia neno moja, wanasema hivi, tuliwakuta wana wa Anaki, Manefili, watu wakubwa sana, lakini tulipowaona tukaona nafsi zetu kama mapanzi. Sawa? Na anasema kabisa kwamba na wao ndivyo walivyotuona. Bwana asifiwe. Amina. Hebu jaribu kuwaza jambo moja. Nafsi yake yeye ndiye amemuona mtu akaogopa. Hatumii macho haya, anatumia nafsi ndani. Yaani tukajiona nafsi zetu kama mapanzi. Lakini wao ndivyo walivyotuona. Anatoa shuhuda jamaa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hatutakwenda kupigana nao. Hatuendi. Na Mungu amewaambia kwamba lazima muende mkapigane na muwapige, alafu ndio muimiliki ile nchi. Mungu anamwambia ile nchi ni yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe jaribu kuona neno la Mungu lipo na Mungu amehakikisha neno lake. Na ndio wako mbioni kwenye safari ya kwenda kulitimiza neno la Mungu. Lakini ghafla pale wanapopaendea kuna vitu wameviona wakajizarau wao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Na walipojizarau ghafla nafsi zao wakajiona kwamba wao ni mapanzi. Watu 10 wamesema hivyo haya maneno. Ukiendelea kusoma utaona mkutano wote wakasema hatuendi. Ile sura ya 14. Wakasema kwenye hiyo nchi hatuingii. Bwana asifiwe sana. Sasa waliposema hatuingii kwenye ile nchi, ghafla akainuka watu wawili. Kumbuka watu 12 ndio walienda kupeleleza nchi. Watu 10 wamerudi na habari mbaya. Kuyaangalia ile majicho wasema tulijiona kama mapanzi. Ila na wao ndivyo walivyotuona. Mtazamo wako ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Hata kama unakutana na wakati mgumu, mtazamo wako usiyumbe ukasema